Kwa nini wasichana wengi warembo zaidi hawadumu kwenye mahusiano, wanachelewa kupata ndoa na wakipata ndoa hazidumu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada yangu, naomba usivuke hii video ili ujifunze, huenda tatizo lako liko hapa ukalipatia ufumbuzi. Wanawake wote ni warembo duniani, masha Allah. Allah hajakosea katika kuumba, lakini katika huu urembo kuna kuzidiana. Kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa vigezo vingi sana vya urembo kuzidi wenzao, kuanzia maumbile mpaka rangi mpaka sura na kadhalika, kiasi kwamba ukimuona wewe mwenyewe unaweza kusema masha Allah, kwa maana ya ule uzuri na urembo ambao Mwenyezi Mungu amemjalia. Dada zangu wenye uzuri zaidi wanakutana na changamoto nyingi sana katika mahusiano. Sasa kwa nini inakuwa hivi? Of course kuna kibinadamu kuna kale ka tendency ambako unaweza ukawa nako kuwa confident, yani unajiamini kupitiliza kutokana na uzuri labda uliokuwa nao, ile kakujengea baadhi ya kiburi, kakujengea sijui dharau kwa baadhi ya watu, na yenyewe ikapelekea wewe kuto kudumu katika mahusiano, kwa sababu ushajitambua kwamba ni mzuri na ni mzuri sana na unatakiwa na wengi. Wewe mwanaume hawezi akakubabaisha, unaweza ukaachana naye asubuhi ukampata mwingine bora zaidi ya yule jioni. Kwa hiyo ikapelekea wewe kuto kudumu katika mahusiano. Hilo ni la kitabia. Kama hilo unalo, hebu jichunguze, jiangalie uweze kulirekebisha. Lakini pamoja na hayo, kuna factors nyingine ambazo zinapelekea wewe mahusiano yako kuharibika. Posa zikija zinaishia njiani. Akija mtu namuona kabisa huyu mtu ana dhamira na nia, lakini anakuja baada ya mwezi anakimbia na anapotea. Kwa nini inakuwa hivyo? Factors nyingine ni husda ama hasadi. Yaani uzuri wako wewe unakuponza, sio kwa nia mbaya. Naeleza ili tuweze kujifunza. Uzuri wako unakuponza, utafanyiwa husda na ndugu zako. Hao ndugu zako, kwa sababu tuwe mzuri sana. Ukiwa katika sherehe na shughuli, kila mtu jicho lake lipo kwako, ile itatengeneza hasadi katika mioyo ya baadhi ya watu. Utafanywa husda na marafiki zako ambao pengine ulisomaga nao, sijui unafanya nao kazi, sijui unafanya nao biashara, ambao labda mathalan mmetoka out siku moja, meenda sehemu, na huko unapokwenda watu wote wanakutazama wewe. Wewe ndio unasemeshwa sana. Kila anayetaka kuongea anakuongelesha wewe, ile katengeneza chuki na hasadi katika mioyo ya baadhi ya marafiki zako. Utafanywa husda na majirani ambao ukivaa wewe nguo unapendeza, nguo ambayo wakivaa wao kama imetundikwa juu ya mti, lakini ukivaa wewe unatoka unapendeza. Ile nayo pia ikatengeneza husda katika mioyo ya baadhi ya. Utafanywa husda hata kazini na baadhi ya wafanyakazi wenzako. Hapo ofisini wewe ni mpya, kuna watu umewakuta wana miaka na miaka hapo ofisini. Wewe kwa sababu ya uzuri wako umefika na ukaanza kupewa vipaumbele mbalimbali. Wewe kwa sababu ya uzuri wako Mwenyezi Mungu amekujalia wewe ukawazidi katika sekta hiyo, ikapelekea wakaanza kudhani kwamba hata bosi ana mahusiano na wewe kwa sababu ya uzuri uliokuwa nao. Ikatengeneza chuki na hasadi katika baadhi ya mioyo ya baadhi ya watu. Hii ikizidi na ikidumu kwa muda mrefu, husda inadhuru na inavuruga mambo mengi sana. Achilia mbali mahusiano, riziki zako na zenyewe zinaweza zikawa za shida na mambo mengine yote kwa ujumla. Lakini sababu nyingine, kuna sheitani anaitwa ashiqun minal jinni. Ndugu zangu, majini ni viumbe wenye akili timamu kama wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na binadamu ila kwa ajili ya kuniabudu. Yani viumbe vilivyoamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu ni viumbe vyenye akili timamu. Ndio maana wanyama na wadudu hawakuamrishwa kuabudu, kwa sababu hawana utimamu wa akili. Vile vile ambavyo mwanadamu anaweza akakutamani kwa uzuri wako, ndivyo hivyo ambavyo jini anaweza akakutamani kwa uzuri wako. Sasa mwanadamu akikutamani anaweza akakuapproach, akakufuata mkaongea na kadhalika, lakini jini hawezi akakuapproach. Ana njia zake. Miongoni mwa njia zake ndo anaweza akakufuata wewe usingizini, akakuingilia, mkafanya tendo la ndoa bila ya ridhaa yako, bila ya kutaka kwako, na mambo mengine ukakuta yanaanza kuharibika. Sasa utajuaje
utafahamu vipi kwamba huenda hii shida niliyokuwa nayo mimi ya kimahusiano ni kwa sababu ya huyu sheitani ama jini ashiqu minal jini? Kuna dalili kadhaa. Kutokana na muda tutaenda haraka haraka. Kuna dalili kadhaa, nitataja dalili chache. Miongoni mwao ni wewe kuwa na hasira za mara kwa mara zisizokuwa na sababu. Hasira ambayo haina sababu ya msingi. Yaani unajikuta tu baadhi ya nyakati unafura, unakasirika bila ya sababu ya msingi. Miongoni mwao ni kama upo katika mahusiano, huyo mpenzi wako au mumeo akiwa mbali unamtamani na unaongea naye vizuri, lakini akiwa karibu au akirudi tu kutoka kazini kama ni mume, basi unamchukia, hautamani awe na wewe karibu, na hata akikugusa kama amekutonesha kidonda. Miongoni mwao unapokutana na mumeo katika tendo la ndoa jimai ni kuto kusikia ladha yoyote au wakati mwingine hata kusikia maumivu. Miongoni mwao ni kuumwa kichwa upande mmoja mara kwa mara, yani haipiti siku mbili wewe unaumwa kichwa aidha kulia au kushoto. Miongoni mwao ukisikia harufu ya udi ama ubani, basi unajisikia kichwa kinauma au moyo unaenda mbio au unajisikia tafrani tu, kitendo cha wewe kusikia harufu ya udi ama ubani. Lakini nyingine ambayo watu wengi najua mnayo ni kuota ndotoni unafanya tendo la ndoa aidha na mwanamke au mwanaume unayemjua au hata usiyemjua, na ndoto hii ikawa inakujia kwako mara kwa mara. Ukiwa na dalili hizi nilizozitaja, kuna uwezekano wa wewe kuwa unasumbuliwa na unachezewa na huyo ashiqu minal jini anayepelekea kwamba mahusiano yako yasidumu, wewe usipate watu sahihi, kwa sababu kawaida yake yeye ni kuharibu. Yani unaweza ukawa upo katika ndoa alafu ikatokea sababu ya kipuuzi tu, lakini ikakuzwa likawa jambo kubwa, ukajikuta wewe mwenyewe unaikimbia ile ndoa, unaondoka unarudi kwenu, alafu baadaye ukikaa ukijiuliza nini kimetokea, hakuna sababu ya msingi. Sasa mwisho kabisa, nini ufanye ili kuondokana na hii hali, ili na wewe uweze kupata ndoa yenye amani na upendo? Kutokana na muda, inshallah fuatilia part 2 ya hii video, huko tutaelezana na kufundishana nini ufanye kuondokana na haya madhila. Naitwa Sheikh Sharif Said John. Assalamu alaikum.